Sema amen. Nilisema mambo ya kufahamu kwa mfanyabiashara, tulikuwa kwenye kifungu cha mwisho kabisa, mambo ya kufahamu kwa mfanyabiashara. Wale ambao hamji ibada za katikati mtatusamehe, saki hata kurudi nyuma kabisa kwa kuwa muda wetu haututoshi. Mambo ya kufahamu kwa mfanyabiashara, nilisema jambo la kwanza, mtaji wa kwanza ni Mungu. Nilisema mtaji wa kwanza kwa mfanyabiashara au anayefanya kazi yoyote, iwe ya mikono mwenyewe, ya kwako mwenyewe, umejiajiri mwenyewe, iwe umeajiriwa. Bwana Yesu asifiwe. Mtaji wa kwanza nilisema ni Mungu. Nikasema epuka kufanya biashara ikiwa mahusiano yako na Mungu hayako vizuri. Epuka hicho kitu. Huku nje mnanisikia vizuri? Tutawajengea kanisa kubwa huku mpaka gorofani, mtakuwa mnakaa gorofani. Wewe huko unasikia mbona umejificha huko wamechukua nafasi yako. Pole mwanangu. Bwana Yesu asifiwe. Umekuwa korofi, umechukua nafasi ya mtu. Haya, Bwana asifiwe wapendwa. Yes, kwa hiyo narudia sentensi tena. Epuka kufanya biashara ikiwa mahusiano yako na Mungu yameharibika. Usifanye hicho kitu. Mama Pasta, unanisikia huko? Sema ndio. Nasikika huko kwenye kitengo chako tu tutasikilizana. Bwana Yesu asifiwe. Epuka kufanya biashara ikiwa mahusiano yako na Mungu hayajakaa vizuri. Epuka kufanya kazi ikiwa mahusiano yako na Mungu hayajakaa vizuri. Naongelea wewe uliyeokoka na yule anayetaka kuingia ndani ya Kristo. Usifanye kazi yoyote inayokuingizia kipato ukiwa haujatengeneza mahusiano yako na Mungu, kwa kuwa ni rahisi kuingia kwenye madhara. Na shetani anautumia mlango huu, anakuingiza kwenye dhambi. Unapoingia kwenye dhambi, anapiga uchumi wako. Anapopiga uchumi wako, halafu anakuwekea maswali ndani yako, kama huyo Mungu wako unayemfuata kanisani anaweza kukusaidia, mbona ameruhusu biashara ife? Sasa ukiwa na akili utamjibu, nimetenda dhambi ndio maana Mungu ameruhusu. Sawa? Huu ni mlango mkubwa ambao anautumia kuwatoa watu kanisani. Kuna mwingine biashara ikifa tu anasema Mungu mwenyewe mbona hajailinda biashara yangu, anaamua kuacha na ibada. Mwingine ndoa ikifa anamwacha Mungu. Ni kwa nini? Ulimpa nafasi. Naomba unisomee kitabu cha Waefeso. Mmoja anisaidie kusoma kitabu cha Waefeso. Efeso 4 na ule mstari wa 27. Efeso 4:27. Saidie kusoma wale wenye Biblia. Efeso 4:27. Soma. Wala msimpe ibilisi nafasi. Kameramani wetu unatembea huko ili tuangalie. Wala msimpe ibilisi nafasi. Mwibaji asiibe tena. Bali afadhali afanye juhudi, akitenda kazi iliyo nzuri kwa mikono yake mwenyewe. Weka kituo halafu kanunue Biblia. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe watu wa Mungu. Kwa hiyo narudia sentensi hii, ni kwamba wala usimpe ibilisi nafasi. Sasa huyu nilisema hutafuta nafasi. Hawezi kuiua biashara yako bila wewe mwenye biashara kumpa nafasi. Hana uwezo wa kuharibu ndoa yako bila wewe mwenye ndoa kumpa nafasi. Hawezi kuharibu utumishi wako bila wewe mtumishi kumpa nafasi. Sasa sentensi yangu inasema ya kwamba mtaji wako wa kwanza kwako wewe mfanyabiashara, wewe unayefanya kazi zako, mtaji wa kwanza ni Mungu. Hakikisha unatengeneza mahusiano yako na Mungu kuliko kutengeneza biashara. Sisemi usitengeneze biashara, anza na Mungu.
Ni afadhali biashara ife ubaki na Mungu kuliko kuua mahusiano yako na Mungu ukabaki na biashara. Ni hatari. Ukiua biashara ukabaki na Mungu, ukakubali kukaa na Mungu, umerasimishwa kuishi maisha ya uovu. Mfano, watu walioajiriwa, umeingia kwenye ajira ya bosi wako na kulazimisha kuingia kwenye uovu fulani ambao neno la Mungu linakukataza, alafu anakuambia ukikataa na kufukuza kazi. Bora upoteze hiyo kazi ubaki na Mungu. Mungu atakufungulia kazi nyingine kuliko upoteze Mungu. Utapoteza Mungu, utapoteza kazi na utapata sehemu nyingine. Kwa hiyo hakikisha hiyo connection ambayo umetengenezewa na Mungu kupitia madhabahu, dhambi yako imefutwa mbele za Mungu. Wewe ni mtakatifu. Hakikisha unatunza mahusiano yako na Mungu. Huo ndio mtaji wako namba moja. Huo ndio unaosababisha biashara yako iinuliwe. Huo ndio utakaosababisha biashara yako iwe salama. Mtaji huo ndio utakaosababisha ndoa yako iwe sawa na watoto wako wakae vizuri. Huyu mwanangu anayeshuhudia kwamba ameshika nafasi ya 3 katika shule 3, ni shule 3 4 shule 4, nafasi ya 3. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Usifikiri ni akili nyingi kwenye kichwa. Yaani usifikiri kwamba huyu mtoto ana akili, wala usije ukamsifu. Amina. Amina. Ni Mungu wa madhabahu anayemtetea. Katika shule 4 nafasi ya kwanza. Nafikiri utajua Mungu amemweka kwenye daraja gani. Kama bado kwenye shule 4 zinakusanywa, anashika nafasi ya 3. Asarudi kwenye shule yake, anashika nafasi ya kwanza. Maana yake anawaacha mbali wanafunzi wengine. Sasa usifikiri ni ufahamu walio nao, sawa? Ni madhabahu. Hizi shule za huku zote alizishinda, hizi za Makamba toka kwanza, hizi wapi huko. Tegeta tutapambana nao tu, atashika hiyo nafasi yake. Sasa ni nini madhabahu? Linatimia neno, hautakuwa mkia, utakuwa kichwa. Sasa usifikiri hili neno linatokea tu baada ya kuwa umelisoma. Neno hili linatokea baada ya kufanya sawasawa na maelekezo yaliyoelekezwa. Anasema itakuwa utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii, kutunza, kutenda, kuyafanya maagizo yote nayokuagiza leo hii, ndipo utakapobarikiwa. Utabarikiwa, ndipo utakapofanikiwa. Utabarikiwa nyumbani, utabarikiwa shambani, utabarikiwa utokapo, utabarikiwa uingiapo. Ukishuka chini huko mpaka mstari wa 13 anasema hautakuwa mkia bali utakuwa kichwa. Huyu kameramani wetu si ndugu yangu mimi, Bwana Yesu asifiwe, ni mdogo wangu mimi. Huyu wakati yuko shuleni alikuwa na matatizo mengi ya kiafya kwa mujibu wa maelezo niliyokuwa nayapokea. Sawa sawa. Kilichombeba mpaka kukamilisha kufikia form 4, usifikiri ni nguvu, usifikiri ni uwezo wake, usifikiri ni uwezo wetu. Ni maombi yangu niliyokuwa nikikesha na kuomba Mungu amfikishe. Kuna vitu alivyovipitia ambavyo nikikuhadisia leo hapa, kama nisingaliomba asingelifika alikofika. Yaani baada ya kunihadisia sasa ndio nikajua la, hichi ndio nilikuwa namuomba Mungu, kumbe alimpa. Na ufaulu wake ni mzuri, ndio maana ujasiri wa kusema ni mwalimu. Bwana Yesu asifiwe. 1 ya point 8 sio ndogo. 1 ya point 8 sio ndogo. Tunamwomba Mungu alete fedha tu akaendelee.
Mungu akikugusa wewe zilete. Mbona Mungu akikugusa wewe zilete? Amen. Hata kusema amina. Mungu akikugusa wewe zilete. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tumpeleke akawe daktari, maana ndio maono yake. Amina. Amina. Yes. Sasa najaribu kuongea nawe kwamba unapoua mahusiano yako na Mungu, huyu tunamwona namna alivyokuja, hakuwa vile alivyokuja. Nilikuwa namrudisha kule alikokuwa, alipopaacha. Alikuwa mtu wa ibada, alikuwa mtu wa maombi, alikuwa kiongozi wa idara kwenye ibada. Baada ya kumaliza shule, sawa, akasema acha na mimi nikatafute cha kufanya kitakachoniingizia fedha. Kaenda kuishi kwa mganga wa kienyeji. Ni mganga sasa. Namuzia duka, lakini hakujua ni ndugu yetu, ni baba yetu mkubwa. Yaani sisi uko wetu huko, Mungu akipitisha fimbo anapitisha kisawa sawa. Yaani mganga uchawi umejaa. Mwingine mnamuona yule pale, libakia kidogo angekuwa mganga mpiga tunguli. Mtumishi wa Bwana, naongea uongo? Naongea uongo? Tungekupa miezi ya mbele kidogo, simeshia kuona chekecha manyanga. Maona shughuli. Na nikafika tu Dar es Salaam, anaanza kuniambia unaona mti ule? Nikasema kumekucha. Nikiwa Mbagala wakationa mimi bado sijaokoka, ananiambia sasa mdogo wangu unafanya biashara? Nikamwambia unafanyaje biashara bila dawa? Njoo nikupe dawa. Nikasema Bwana asifiwe. Kwa hiyo Mungu amemwahi mapema. Si unaelewa sasa? Sasa najaribu kuongea hivi kukujulisha kwamba yote sio ujanja, sio nguvu, sio uwezo. Ni mkono wa Mungu. Sasa ukilijua hilo, Biblia inakuambia nyenyekeeni chini ya mkono wa Bwana ulio hodari, naye atawakweza kwa wakati. Sema amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nikaanza kujua, nikaanza kuelewa. Mwingine yuko huko, mdogo wangu naye pia yuko form 1 sasa, form 1. Bwana Yesu asifiwe. Naye kichwa cha darasa, lakini ufaulu wake pia sio akili, madhabahu. Mungu hakumuumba mwanadamu